Bwana ni noma sana. Mzigo wetu unaanzia hapa katika hoteli moja ya kifahari. Hii ni hoteli ambayo ina hadhi ya nyota 5. Huyu dada anacheza muziki anaitwa Gibrera. Rafiki yake kama amekuja anamuita Gibrera kawa itiki. Kawa yuko busy sana kusikiza muziki. Yule rafiki yake ikabidi aendelee na shughuli zake. Mwache Gibrera anafanya usafi huku anasikiza muziki mpaka mwisho. Gibrera akawa anafanya usafi katika chumba kimoja ambapo ametoka mteja. Mteja tulipotoka ikabidi chumba kifanye usafi. Kwa maisha bana unaona washazoea hawezi kufanya kitu bila kupiga muziki. Ni mwenyewe binafsi siwezi kufanya kazi bila kupiga muziki. Wakati Gibrera amemaliza kusafisha chumba akawa anatoka nje na toroli lake. Bahati mbaya akawa amempalamia mwamba ambaye huyo mwamba alikuwa anaingia katika chumba ambacho Gibrera alikuwa anakisafisha. Yaani inamaanisha huyo mwamba ndiye mwenye chumba. Hasa kati Gibrera anachomoza tu akawa amempalamia na mwamba akawa amedondoka bahati mbaya. Kwa uoga Gibrera akawa amemwomba msamaha anatetemeka. Akamwambia, "Samahani saa, naomba unisamehe." Mshikaji akamwambia, "Hamna shida, usijali." Gibrera kwa uoga ikabidi akimbie. Baada ya kukimbia mwamba akawa anajiuliza, "Huyu mdada ana shida gani?" Kwa mshikaji akawa na namna. Mshikaji ikabidi anyanyuke aendelee na shughuli zake. Baada ya mwamba kuokota vitu vyake akawa anaangalia kwenye toroli. Huyu mdada ni nani? Bahati mbaya yule Gibrera akata anakimbia, akawa amedondosha kitambulisho chake. Mwamba ikabidi achukue kitambulisho na kusoma. Alivyoangalia kitambulisho kikawa kimemuonyesha jina, mbali anapotokea na ni nani katika hoteli ile. Mshauri ikabidi achukue kitambulisho kihifadhi. Akatoa toroli mlangoni ili aweze kuingia ndani. Baada ya Gibrera kukimbia, akawaita marafiki zake. Marafiki zake akamwambia, "Gibrera una shida gani?" Gibrera akasema, "Bana, nimempalamia mwenye chumba namba 14 wakati nafanya usafi." Namba 14? Ndiyo nimempalamia yule mwenye chumba namba 14 na nimekimbia, nimeomba msamaha lakini hakunitikia. Kwa ikabidi mimi nikimbie. Sasa wenzake akawa anamwambia, "Gibrera, siku nyingine kuwa makini, acha mapepe. Hafu kitu kingine, unapenda kufanya kazi huku unasikiza muziki kwa sauti kubwa. Ndio maana nimempalamia tajiri mwenye chumba namba 14." Hasa Gibrera akawa anaomba msamaha, anaambia marafiki zake, "Msiye mkimwambia meneja, maana mkimwambia tu meneja nitafukuzwa kazi." Hivyo akawa anazidi kuwabembeleza, akamwambia, "Tafadhali naombeni mnisamehe, msije mkamwambia meneja. Kimwambia meneja atanifukuza kazi." Wakamwambia Gibrera, "Ondoa shaka, hatuwezi kumwambia kabisa meneja na swala hili litabaki siri baina yetu sisi na wewe." Bwana asubuhi na mapema tunakutana na mwamba ambaye asubuhi alipalamiwa na Gibrera. Akawa anajiandaa ili aweze kutoka katika hoteli. Bwana ni hoteli ya kifahari, hoteli ambayo ina hadhi ya nyota 5. Mshikaji ikabidi akusanye kila kitu chake ili aweze kutembea, sababu alikuwa amekuja tu kwa sababu ya ziara ya kikazi tu katika hoteli hiyo. Hivyo akawa amechukua mapumziko ya muda mfupi katika hoteli hiyo. Wakati anaondoka akawa amekiangalia kitambulisho cha Gibrera. Ikabidi achukue kitambulisho kwenda moja kwa moja mpaka reception. Akawa anakukuta mizigo yake mdogo mdogo Mwamba alipofika reception akawa anauliza, "Samahani madam, naweza nikampata mwenye kitambulisho hiki?" Yule madam akamwambia, "Samahani, naomba nikione." Kabidi mwamba mkabidhi kitambulisho. Yule madam akisoma, yule sekretari asome kitambulisho akamwambia, "Huyu anaitwa Gibrera." Anaitwa Gibrera. "Basi nilikuwa nahitaji mawasiliano yake." Ambia, "Kwani kuna kitu chochote kifanya kibaya? Wewe unahitaji mawasiliano yake?" "Pana, nahitaji tu mawasiliano yake. Nahitaji niweze kuwasiliana naye. Kuna kitu ambacho natamani sana kukijua kutoka kwake." "Basi hamna shida, kama ni kwa nia njema, basi nitaweza kuongea na meneja alafu nitaweza kukupatia mawasiliano yake." Mwamba akamwambia, "Basi ukifanya hivyo itashukuru sana." Mwamba ikabidi angalie saa yake. Baada ya kuangalia saa, ikabidi mwamba ambie, "Madam, muda wangu umeweza kuniacha, hivyo nahitaji kuondoka. Tuje nyumbani kwa kina Gibrera." Baada ya Gibrera kumpalamia mwamba, marafiki zake walimwahidi kwamba hawatamwambia meneja, lakini hawakufanya hivyo. Walienda kumwambia meneja kwamba Gibrera ameweza kumpalamia mteja na kuweza kumwomba msamaha. Hivyo mteja alikasirika na kuondoka katika hoteli hiyo, kitendo ambacho kilimkera sana meneja. Baada ya meneja kukasirishwa sana na kitendo ambacho alifanya Gibrera, akawa amemsimamisha kazi. Hivyo Gibrera akarudi nyumbani na kumwambia mama, nisamehe sana nimeweza kusimamishwa kazi." Mamake anamwambia, "Hivi Gibrera, una akili aina gani? Umeweza kufanya makosa saona sasa. Kazi ambayo tulikuwa tunategemea tuweze kula ndio hiyo umeipoteza mwanangu." Mamake Gibrera akawa anafoka sana. Anamwambia, "Ona sasa, umeshapoteza kazi mwanangu. Mama yako sina kazi. Nilikuwa nakutegemea wewe sana mwanangu. Na sasa ulichokifanya, nilikwambia uwe makini, achana na mambo ya muziki na udansi. Hivyo hawezi kukupa pesa mwanangu." Mamake Gibrera kana mfokea sana Gibrera. Gibrera kana jitahidi sana kumbembeleza mamake. Akamwambia, "Mama, nisamee. Ni bahati mbaya tu. Mimi sikutegemea kama nitaweza kumpalamia." "Sawa mwanangu, najua ni bahati mbaya. Na sasa umepoteza kazi." Gibrera kabidi mwambie mamake, "Mama, nakuahidi nitapata tu kazi sehemu nyingine. Naamini tu nitapata kazi na mambo yetu yatakuwa sawa tu. Maisha yetu yatarudi kama awali ya furaha mama. Najua mwanangu, najua kwamba wewe ni mpambanaji, ila kumbuka ukipata kazi kuwa makini usije kupoteza kazi. Mamako sina kazi na kutegemea wewe mwanangu." Mama akamwambia, "Basi mwanangu, usilie nyamanza. Wewe mtegemee tu Mungu. Kazi utapata na imani." "Sawa mwanangu." Ikabidi mamake Gibrera amwambie hivi mwanae Gibrera. Ikabidi Gibrera amsikilize sana mamake. Akamwambia, "Sawa mama, nashukuru kwa maombi yako, pia kwa moyo wako huruma na kunijali. Najivunia sana kuwa na mama kama wewe." Mamake Gibrera akamwambia, "Usijali sana mwanangu. Wewe muombe Mungu tu, utapata kazi."
Huyu mshikaji ni dalali. Kazi yake ni kutafuta wafanyakazi na kuwapeleka katika nyumba za matajiri ili waweze kufanya kazi, na mshahara wake huwa ni mnono sana. Hivyo kama amekuja nyumbani kwa kina Gabriela na kumpa Gabriela taarifa kwamba amempata sehemu ambapo Gabriela anaweza kufanya kazi na kuendesha maisha yake. Akawa amekuja nyumbani kwa kina Gabriela na kupiga hodi. Mamake Gabriela akawa amekuja, akamwambia habari. Mama akamwitia salama. Mama Gabriela akamuuliza una shida gani? Mama Gabriela jitambulisha, akamwambia mimi naitwa Meneja T. Meneja T, una shida na nani hapa? Akamwambia na shida na Gabriela. Gabriela, kitu gani amekifanya mwanangu? Ikabidi mama mwambie, pana, mimi ni meneja, nahusika sana na kuajiri watu. Mwanangu amefukuzwa kazi, sidhani kama anastahili kuajiriwa kwa sasa. Mama usijali, Gabriela nampeleka sehemu salama kabisa na sehemu ambapo anaweza katimiza hata ndoto za maisha yake. Ikabidi mamake Gabriela mwambie, basi tafadhali naomba kae chini niweze kumuita Gabriela aje tuzungumze kwa pamoja. Punde si punde Gabriela kama amekuja. Gabriela sasa hivi anajishughulisha na biashara ndogo ndogo za uuzaji wa mandazi na dagaa. Baada ya kufanya shughuli zake za uuzaji, akawa amerudi nyumbani na kukuta ugeni. Akasema, habari. Mamba akamwitikia salama. Gabriela akamuuliza, Mamba, ulikuwa na shida na mimi au ulikuwa shida na mama? Mamba akamwambia, nimefurahi kukuona. Natumai nendo Gabriela. Ya, nendo Gabriela, kuna shida? Mamba akamwambia, hapana, kuna shida kubwa, ila na habari njema sana kwako. Habari gani hizo? Na habari ya kukupatia kazi. Gabriela akabidi ashangae, akamwangalia mamake. Mama akamwambia, msikilize. Mamba kibidi aanze kujielezea, akamwambia, Gabriela, kuna kazi ya kwenda kufanya, ila hutaenda kufanya katika hoteli, unaenda kufanya kazi katika nyumba ya tajiri mmoja. Kama utakuwa upo tayari, basi na mshahara wake ni mkubwa sana. Natumaini utaweza kujutia kiasi kikubwa sana cha pesa, ni kikubwa ambacho unaenda kukipata. Mama akamwambia, utapata zaidi ya milioni 10 kwa mwezi. Milioni 10? Gabriela pamoja na mamake wakawa wanashangaa. Ni kitu cha ajabu sana kusikia mfanyakazi wa ndani anaenda kulipwa milioni 10. Gabriela na mamake wakawa ni kitu cha ajabu sana kusikia mfanyakazi wa ndani, yani house girl, analipwa shilingi milioni 10, yani milioni 10. Hizo ni kwa fedha za Kitanzania. Gabriela akamwambia, samani, sijasikia, umesema analipwa shilingi ngapi? Mama akarudia, unalipwa kiasi cha milioni 10 kwa fedha halali. Mamake Gabriela akawa anarukaruka, anambia, mwanangu, Mungu amejibu maombi yetu sasa. Ikabidi Gabriela na mamake kumbatiane, mwambia, Gabriela, Mungu ameweza kujibu maombi yetu. Mama ikabidi mwambie Gabriela, kama utakumelezea kesho asubuhi nitakuja kukuchukua na kukupeleka kwa tajiri. Gabriela akamwambia, nimefurahi, hata sasa hivi tu mimi nipo tayari niweze kwenda. Mama akamwambia, basi ngoja nikampe majibu kwamba umeelekea kwenda kufanya kazi kwake, hivyo kesho asubuhi nitahitaji uweze kujiandaa na kufika, nitatuma mtu aweze kuja kukuchukua. Mama Gabriela akawa anamwambia, nashukuru sana meneja kukumpatia kazi mwanangu. Gabriela akamwambia, mama, taratibu sasa, mbona unaongea sana? Akamwambia, hapana mwanangu, lazima niweze kumshukuru sana meneja. Mama akamwambia, hamna shida mama, mimi ngoja niweze kuacha na kuwa katika shughuli zangu zingine. Mama ikabidi aondoke. Baada ya mama kuondoka, ikabidi amebaki Gabriela pamoja na mamake. Mama Gabriela akamwambia, Gabriela, na furaha sana, umepata kazi ambayo unapata kiasi kikubwa sana cha fedha, yani ni mshahara wako ni mara 4 ya mshahara wako wa kwanza ambao ulikuwa unalipa katika ile hoteli. Akamwambia sana mwanae, akamwambia, mwanangu, na sasa katulie, hivyo sitaki tena uipoteze kazi hii. Ni kazi ambayo unapata kiasi kikubwa sana cha pesa, takriban milioni 10. Ni kiasi kikubwa sana cha fedha ambacho unakipata mwanangu. Baada ya maridhiano, ikabidi Gabriela aletwe nyumbani kwa Mwamba. Bana, huyu tajiri yeye anaitwa Onesmo. Gabriela akawa ameletwa kwa nyumbani kwa mshikaji ili aweze kuanza kazi. Alipofika Gabriela akawa anashangaa sana mazingira yalivyokuwa mazuri. Ni nyumba moja ya kifahari. Akawa amekutana na mlinzi ambaye anakaa getini muda wote. Huyu mshikaji wa getini anaitwa Peter. Peter ni mchangamfu sana. Akawa anamchangamkia sana Gabriela. Akamwambia, karibu sana dada, jisikie kama upo nyumbani. Gabriela akawa anatabasamu sana. Gabriela ni mtu wa kucheka tu muda wote, sio mtu wa kununa. Akawa anamfurahia sana mshikaji anaitwa Peter ambaye ni mtu ambaye anasema sana getini muda wote. Ikabidi Gabriela apelekwe ndani kwa mshikaji. Mshikaji anaitwa Onesmo. Onesmo bana ana matatizo ya macho. Ni maisha ambayo ameamua kuishi kwa sababu ya kutafuta mwanamke ambaye anaweza kumuoa katika maisha yake. Bana Gabriela kama ingia ndani. Mshikaji amepiga miwani yake meusi pamoja na mtu wa kutembelea. Yaani mshikaji kiufupi ni kipofu. Ila sisi tunajua kabisa Mwamba ni mzima wa macho. Ila katika maisha ambayo anaishi mundani anaishi kama kipofu. Mshikaji alipofika pale akamwambia, "Hey bosi, vipi?" Mshikaji ametikia, "Vipi? Safi." Kaambia, bosi, yule dada wa kazi ambayo umenituma nikamchukue ndio huyu hapa. Yuko wapi? Mshikaji ajifanya aone kweli. Ikabidi Gabriela ajitambulishe. Akamwambia, samahani saa, anaitwa Gabriela. Unaitwa Gabriela, karibu sana nyumbani. Basi Gabriela akamwambia, nimeshafika. Mamba akamwambia, jisikie kama upo nyumbani na hapa utafanya kazi nyepesi na utafanya kazi ngumu. Natumaini utafurahia sana uwepo hapa nyumbani. Gabriela akamwambia, nashukuru sana. Samahani bosi, sababu nishamfikisha mgeni, mimi naomba niondoke.
basi hamna shida, unaweza kaondoka. Nashukuru sana kwa kuniletea mgeni wangu mpaka nyumbani. Ikabidi mara baada ya Gabriela ikabidi aondoke, kumwacha Gabriela pamoja na mshikaji. Gabriela akawa anampungia mshikaji mikono. Mshikaji bwana haoni. Gabriela akawa anashangaa sana jengo jinsi lilivyo. Akawa anashangaa mandhari yalivyokuwa mazuri. Kwa sababu Gabriela maisha alipotoka kwao, hivyo vitu hakuna. Alikuwa anaviona tu hotelini. Ikabidi mshikaji amwambie, basi ngoja nikupeleke katika chumba chako. Mshikaji akamwambia, basi ongozana na mimi niweze kukupeleka katika chumba ambacho utakuwa unalala. Gabriela akamwambia, basi hamna shida. Gabriela akamshika begi lake huku amemshika mkono ili mshikaji aweze kumuongoza mpaka chumba ambacho Gabriela atakuwa anakitumia au chumba ambacho Gabriela atakuwa analala. Mshikaji anaongoza njia kama kipofu kweli. Baada ya Gabriela kufika ndani, mshikaji akamwambia, "Naam bosi, hiki ndio hicho kitakuwa chumba chako sasa. Utakaa hapa, utalala hapa na utafanya kazi zako